uptrend. So tukiongea uptrend, tunaongea kitu very simple. Tulisema, acha niende kwa another chart. Yeah, acha nitumie hii chart for the time being. Tulisema kitu very simple. Price haiwezi move straight. Kwa nini price haiwezi move straight? Ni juu kuna watu wawili wana control price. Na ni buyers na sellers. So kazi yako kama trader kazi yako kama trader ni ujue nani ako in control kwa market before uanze kutrade. Anytime unaingia kwa market, the first thing unafaa kujua ni nani ako in control. Now, kwa hapa, kwa kujua nani ako in control, kuna vitu mbili zina come into place. Na hizi vitu mbili zina come into place ni kitu very simple. Ni market structure, nita explain in a little while. Na number two, higher time frames. As for me, personally mi natumianga only one time frame kujua trend. That is, kama nimekuwa kwa hiyo market, nimekuwa actively trade your market for the past 2 weeks. Natumianga the 1 hour kujua trend. Na kama sijakuwa actively trade a market in the past 2 weeks, nitaanzia na the 4 hours time frame and then ningie the 1 hour time frame. Ndio ni manage kujua nani wako in control. So, kwa time frames kuna vitu mbili, kuna 4 hours na kuna 1 hour. 1 hour. So, nimesema, acha niandike hapa chini. Unaweza chukua picha. If I've been actively trading a market, I will look for the trend in the 1 hour time frame. And if not, nitaanza kwa 4 hour, then niende 1 hour. It's as simple as that. And if not, nitaanza kama sijakuwa, for example, wacha tu analyze Euro USD, si ndio? Nionyeshe kenye namaanisha. So nitaweka hapa forex, mi trading forex pairs, mi trade strictly gold na Nasdaq. So nitaingia Euro USD. Euro USD sijakuwa nikitrade Euro USD, si ndio? Haya. Kenye nitafanya, hii ni setup nilichukua. So kenye nitafanya, ndio nijue trend ni gani. The first thing nafanya nitaingia kwa the 4 hours time frame. Na kazi yangu ndio ni manage kujua trend ni gani. Ni kuangalia kwenye buyers wako. So buyers wako kwa lows, buyers wako kwa lows, sellers wako kwa highs, sellers wako kwa highs. Ukiangalia vizuri hii trend, tutatumia hii structure. The recent structure ndio mi hutumia by the way. Na ndio maana mimi huwa si advise mtu a trade forex pairs. Inakuanga a bit confusing. Forex pairs unafaa kutrade kama uko na experience extreme kwa markets juu forex pairs zinakuanga very sporadic. On the other hand, gold na Nasdaq zinakuanga kama ni trend ni bullish, kama ni bearish, ni bearish. Kama ni accumulation utaona openly ni accumulation. So kitu kama hii, msee akikuja angalie a normal trader mwenye hajakuwa kwa markets for long, ataona hii market kama ni bearish, which ni true it's bearish. But mimi nikiangalia hii market naona another thing. Naona market structure. So hiyo si kitu unafaa kuunderstand sahi. Kenye unafaa kuunderstand sahi ni very simple. Kazi yako ndio manage kujua nani wako in control. Ni kuangalia uone price venye inaenda. Sellers wana sellingi high, buyers wana buyingi low. Buyers hubuy low, buyers hubuy kwa low, si ndio?
So wacha niweke hapa, niandike buyers, and then hapa juu niandike sellers. Na huwa tunatafuta kama kwa hii market, umeona nilikuwa nimechora hii area kutoka hapa mpaka hapa. Tunatafuta reasons za kusell. Tunatafuta reasons za kusell in a bearish market, na tunatafuta reasons za kubuy in a bullish market. So the first thing nitafanya, hii ni new market itakuwa nikitrade, so nitaingia 4 hours niangalie vile price inasonga, si ndio? And then niingia 1 hour. Nikiingia 1 hour, most of the times kazi yangu kwa 1 hour inakuanga ku mark zones. So ukiingia kwa 1 hour unaona that price iko a bit more clear. It's very clear. So kwa 1 hour unaona hapa kuna low, hapa kuna low. Ukiangalia vizuri unaona hii low ni high kuliko hii low ingine, and then unaona hapa kuna high. So sahi hii market siwezi trade juu sijui kama price nataka ku reverse, unaona? So that is very simple. Nitaingia kwa the 1 hour na nataka the 1 hour, hii ni example, nataka the 1 hour na the 4 hours zialign. Na ukiangalia vizuri hapa hakuna alignment juu price imeanza kupanda juu, so hakuna alignment. So market kama hii sita trade, hadi sitafikiria kuitrade. So hii ni example ya new market. Nitaingia kitu kama gold. Gold nimekuwa actively nikitrade gold, na gold ukiangalia vizuri unaona that niko in the 1 hour time frame. Sihitaji kuingia kwa the 4 hours juu nimekuwa nikitrade actively, najua vile ina move. So gold ukiangalia vizuri, gold iko bearish and expect gold maybe push mpaka hapa, and then inipe market structure shift, niingie sales mpaka huku chini. So hiyo ni gold. The same thing na Nasdaq. Nimekuwa nikitrade Nasdaq actively. So Nasdaq sitashinda nikiingia kwa the 4 hour, naingia tu 1 hour niangalie trend and then niendelee hivyo hivyo. Haya. So tutarudia hapa kwenye nilikuwa. Hiyo ni example. So nataka kuonyesha venye an uptrend inakaa. An uptrend ni very simple. Price ina break highs and then price ina maintain lows, meaning hizi lows hazikui broken. Hii ni uptrend. Si unaona inaenda juu? So ukiwa ingia kwa market, uone market inapanda juu, unatafuta reasons za kubuy. It's very simple. Ni hivyo. Very very fucking simple. Very simple. Na buyers wako wapi hapa? Buyers wako kwa lows, sellers wako kwa highs. 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 So hii ndio uptrend inakaa hivi, na ndio manage kujua uptrend imeisha. Unaona the last level of buyers, tuna focus on buying. So kwa uptrend hatutaki kuona buyers wakishindwa. Angalia kwa hii low kulikuwa na buyers, and then price ikuje itoke huku juu, ikuje ibreak kwenye buyers walikuwa, and then buyers waingia hapa chini wakijaribu kupush price juu, washindwe kupush price juu, waifikishe hapa, and then sellers waingilie juu, and then tuanze kuanguka. So hii itakuwa a downtrend. Already price imeacha ku break highs, sasa imeanza ku break lows. Kumbuka buyers wanakuanga kwa high, kwa lows. Acha niandike, hii ni very important juu hii ni market language. Na sellers kuwa kwa highs. Sellers kuwa kwa highs. Simple. Sellers kuwa kwa highs. So price ikianza ku break lows, sasa nita change terms. The next videos after hii video the next video ni downtrend. After downtrend utasikia nikitaja tena buyers na sellers. Takuwa nikitaja lows na highs. Ukisikia highs kumbuka sellers usell high na ukua kwa highs. Ukisikia lows kumbuka buyers ukua kwa lows na wana buy low. So ni very simple. Immediately price imeanza ku break structure venye imefanya hivi, tunajua price ni bearish. It's very simple. Juu sasa buyers
wamekuwa broken out na sellers, unaona, and then buyers wakaingilia hapa chini wakapush price juu, sellers wakaingia juu, and then unaingia sales kutoka hapa, stop loss unaweka hapa, and then take profit target unaweka hapo. It's very simple, na hivyo ndivyo tunaangalianga uptrend. So wacha nikuonyeshe uptrend. Wacha nitafute place haitakuwa a bit confusing, uangalie utaona vizuri. Wacha tuwashe hizi pivot point highs and lows. Hii ni indicator unafaa kuwa nayo, itakusaidia kuona. Red inamaanisha sell, buy inamaanisha buy. Inamaanisha tukiprintiwa buy una buy immediately. Ndio sasa tutaongea kuhusu strategy, utajua strategy ni nini na how to use your strategy to attack markets. So angalia, tuanzie na hii place, ndio hapa kulikuwa na sellers, true or false? True. Na ukiangalia vizuri, sellers, buyers wana buy low, alafu buyers wenye walikuwa hapa wali break kwenye sellers wako, and then angalia sellers wanaingia huku juu, lakini kuna very important inafanyika. Hawa buyers walikuwa hapa wakui broken out, which means ni bado ni uptrend, unaona. So angalia, buyers waingilie chini wa push price mpaka hapo, sellers waingia hapa juu wa push price chini kidogo, buyers waingilia hapa wa buy. Angalia vizuri, hii low kwenye buyers walikuwa haijakuwa broken, na hadi hii low haijakuwa broken. Hii candlestick pattern ni weak out, unaona. Weak out inamaanishanga kuna high volume of buyers. So unaona kama hapa sellers walijaribu kuwin, and then buyers wakaingia push price juu. So buyers wako hapa push price juu. Angalia hii low haijakuwa broken, buyers wamekataa kushindwa hapa, and then waka break kwenye sellers wako. So hii trend inaendelea hivyo. Angalia trend inaendelea hivyo. So this is a bullish market. Angalia trend inaendelea hivyo. So hebu nataka uangalie another thing. Haya, buyers waliingia hapa, walishindwa kupush price above hii area. Inamaanisha hii ni trend reversal? Hapana. Kwa nini? Tuta consider hii low. Hizi zinaitwa swing low, hizi ndizo tuna consider. Haya, angalia price ilipush juu and then ikapush chini. So aufai ati juu imebreak hii, ndio maana strategy usijali. Utakuja kuunderstand Kenya na maanisha ukiunderstand strategy yangu. So kuna mtu anaweza sema hii si ni reversal. Okay, inaweza kuwa ni reversal na unaweza look for sales, lakini strategy hapa utaunderstand strategy haingekupea setup ya kusell, ni kumaanisha price inaendelea tu kuwa bullish. Ndio maana strategy is very important. Alafu angalia kitu kingine, hawa buyers wenye wako hapa hajakuwa broken. Haya, price imepush juu. Haya, price consistently ina break highs, angalia, and then price ikafika hapo. Nataka uangalie kitu very funny imefanyika hapa. Si kuna buyers hapa chini, si ndio? Hebu angalia, sellers waliingilia huku juu, buyers wakaingilia hapa chini wakijaribu kujiokoa, sellers wakaingia huku juu tena, and then nini ilifanyika? Sellers walipush price waka break kwenye buyers walikuwa, and then buyers wakaingia hapa chini wakarudisha price kwenye walikuwa mbeleni ili wa sell na sellers. So hii ni setup ungeingia, ungechukua sales hapa, kutoka hapa weke stop loss hapo, and then take profit target weke kwa lows, kitu kaa hiyo. Hiyo ndio setup ungeingia. Alafu angalia nani wako hapa chini, buyers wako hapa chini. So buyers wako hapa chini wakapush price juu, sellers wakaingia kwa push price chini. Angalia hawa buyers wenye wako hapa hawajakuwa broken na buyers wako hapa, which means price ni bullish. Juu hawa buyers wamekataa kubreak you out. Hapa price ili change trend and then ikarudisha trend. Na another evidence ya price imerudisha trend ni uangalie hapa kulikuwa na sellers. So buyers wamebreak kwenye sellers walikuwa, and then wakafikisha price hapa juu. Also wamebreak kwenye sellers walikuwa hapa mbeleni. So nataka uangalie haya, sellers wakaingilia hapa juu wakapush price chini, buyers wakaingilia hapa wakabuy mpaka hapo, sellers wakaingia hapa wakasell mpaka hapo, unaona. So tukiangalia strategy hapa haungepata any trade, na hadi kama ungepata hiyo trade ungehit take profit, sikatai, but haingekuwa good trade, unaona. So nataka uone buyers wenye walikuwa hapa hawajakuwa broken out, price inaendelea kupush hivyo. So hii ni uptrend, it's a very good uptrend, na inaendelea hivyo mpaka sasa kwenye price